Taarifa za KTN leo. Viongozi wa siasa barani Afrika wanajulikana kwa mitindo ya maisha ya kifahari. Jamii kwa kawaida ni vigumu kutenganisha mitindo hii na watoto wao ambao pia huishi maisha ya kifahari. Hali hii ni tofauti sana hata hivyo kwa Peter Olo Aringo Jr, mwanawe mbunge na waziri wa zamani Peter Olo Aringo. Uraibu na kuuza mihadarati Marekani kulisababisha afurushwe na kurejeshwa nchini Kenya, na sasa anaishi maisha ya uchochole kando na kuwa na saratani ya koo. Alan Ochanda alikutana naye na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ni mwanae mwanasiasa mashuhuri, mbunge wa zamani Alego Songa, waziri na kiongozi maarufu katika chama cha KANU Peter Olo Aringo. Anaonekana tu mtu wa kawaida na asiyejifahamu. Tunapofika kwake, Peter Olo Aringo anaendelea na shughuli zake kama kawaida. Alihudhuria masomo katika shule ya msingi ya Consolata jijini Nairobi kabla ya kujiunga na shule ya sekondari ya St. Mary's Yala, ambako anakiri uraibu wake wa kutumia mihadarati ulianzia. Baadaye alielekea Marekani alikosomea usimamizi wa biashara katika taasisi ya Iona. Akiwa Marekani, Aringo anakiri maisha yalikuwa murwa kabisa. Akageuka na kuwa mlanguzi na kipenzi cha watumizi. Muda huu wote hakujua makachero walikuwa wamemwekea wavu na ni siku tu walikuwa wakisubiri kumnasa. I became a dealer. I decided if I want to make more and use more, let me sell, let me get into the business. And that's where my downward spiral started. Akiwa raia wa kigeni ughaibuni, maafisa wa usalama hawakusita wala kuchelea kumnasa. Alifikishwa mahakamani na ushahidi uliokuwepo ukatosha kumpa kifungo cha miaka 30 gerezani. Aringo hata hivyo alipewa chaguo la kurejeshwa kwao hapa nchini. I have no money, I have nothing. I'm at the airport. I'm waiting to be picked up. I waited for hours. The traffic, I didn't understand. Finally he came, picked me up, took me to the house. Immediately I reached the house. I love you. Hapa nchini kiu chake cha mihadarati na mvinyo kikaongezeka. Wakati huu hata hivyo angemudu tu pombe haramu ikimsababishia saratani ya koo. The way out is you. Saratani hiyo ikimdhoofisha, anavyosimulia mkewe walioana mwezi Mei mwaka huu, Catherine Boyane. The day we started noticing a swelling on his neck, actually we thought it was a sore throat. We didn't know. We didn't even have a rough idea it's cancer. That was not in our mind. Tunapozungumza naye ni sharti apige kopo la maji au chai, kwani saratani hii imeyakausha mate kinywani mwake. Saa hii ya ukutani iliyo na jina la babake ndiyo kumbukumbu ya pekee kuwa yeye ni mwana wa mzazi aliyekuwa mashuhuri katika jamii. Maisha ya utotoni mwake yakiwa ya kutamanika na wengi. Taasisi za elimu alizopitia zikiwa za kupigiwa mfano, na kisha baadaye kuishia Marekani kwa zaidi ya miongo mitatu na kufurushwa kurejea humu nchini. Sasa mwanawe aliyekuwa waziri wa zamani Peter Olo Aringo anaishi na upweke katika boma hili, akipambana na ugonjwa wa saratani ya koo na hata kukosa uwezo wa kugharamia matibabu.